Na leo kuna hali kidogo ambayo ina baridi. Tumeamua kidogo kutupia masweta ili angalau tupate joto. Masweta haya yanatengeneza kajoto kidogo, angalau sasa mwili unakuwa active. Sasa ujifanye mbabe na hili baridi la sasa hivi, huu unavaa tu kafulana kepesi, alafu uje kuugua mshipa itakula kwako shauri lako. Sasa nimekuja hapa na lengo la tujifunze jambo fulani. Sasa hivi kumekuwa na matatizo ya mgongo sana. Watu wanaumwa migongo jamani, tuache utani. Unakuta mtu mwingine ni kijana kabisa analalamika eti kiuno kinafanyaje? Kinamsumbua. Mtu kijana kabisa miaka 18, 20 ana matatizo ya mgongo. Akienda kupimwa anaambiwa pingili zimesagika. Akienda kupimwa anaambiwa pingili za mgongo zimebebana. Akienda kupimwa anaambiwa kwamba maji ule ute kwenye maunganio ya pingili za mgongo yameisha. Sasa tunajiuliza kwamba haya matatizo yamekuwa yanasababishwa na nini? Sasa sababu ni nyingi sana. Lakini mimi leo babu yako nimekuja na elimu kidogo juu ya mitindo mibaya ya ulalaji ambayo inaweza ikapelekea wewe ukapata matatizo hayo ya maumivu ya mgongo na kiuno. Sasa nifuatilie vizuri kabisa. Mtindo wa kwanza mbaya ni kulalia tumbo. Bwana, ukilalia tumbo, hii inageuza shingo yako upande mmoja kwa masaa marefu sana. Sasa hivi fanya kama vile unalalia tumbo. Uangalie kama uso wako utauinamisha chini. Sio rahisi. Lazima utalalia tumbo, lakini shingo utaligeuza namna hii au utaligeuza hivi. Ndio upige zako usikizi anza na kukoroma. Umeona? Sasa kuligeuza shingo upande mrefu, upande mmoja muda mrefu, kuna madhara yake. Unaona? Lakini hiyo style inashusha, inavuta, misuli ya mgongo upande wa chini. Misuli ya mgongo wako inavutika upande wa chini. Lakini pia hii style inalazimisha mgongo wako kuwa kwenye mkao ambao sio wa kawaida. Umeona? Kwa hivyo ukiwa unalalia tumbo kwa muda mrefu sana, mara kwa mara, unaweza kusababisha hizo pingili zako za mgongo zikasagika. Sisi tunaelewana? Haya. Mtindo wa pili ni kulala ubavu umejikunja kama mtoto tumboni. Yaani wewe unalala ubavu umejikunja kama mtoto akiwa tumboni. Hiyo tunaita fetal pose. Kwa rahisi kabisa naweza nikasema wewe unalala umejikunja kama mgebuka. So unajua samaki yule mgebuka yule anavyokuwa amekunjwa wanasema samaki mkunje angali mbichi. Ule mtindo anaokunjwa samaki. Sasa wewe unalala kwa staili ile. Unalala ubavu umejikunja kama samaki. Hii bwana itakuletea shida. Hii itakuletea shida. Nisikilize vizuri. Hii style itakupa starehe vizuri kabisa, utaenjoy na unaweza utokaota ndoto nzuri kumelala hii style. Kausingizi kazuri kabisa. Lakini inasababisha mgongo kupoteza umbo lake la kawaida na kufanya pingili zako za mgongo kufanya kazi nyingi kupita kiasi. Umeona? Yaani lile umbo ambalo inatakiwa uti wako mgongo uwe haitawezekana. Kwa hiyo utauweka uti wako mgongo katika umbo lisilo la kawaida kwa muda mrefu sana. Na hiyo hali inaweza kupelekea pingili zako za mgongo kufanya kazi, kwa lugha nyingine kusuguana. Unaona? Kwa muda mrefu kupita kiasi. Na hii inaweza kupelekea basi ule ute ambao unakuwa katikati ya joint, katikati ya maunganiko ya hizo pingili zako za mgongo kukauka na kuisha kabisa. Na baadaye ikakupelekea wewe ukapata matatizo ya kuumwa mgongo ama kiuno. Lakini mtindo wa tatu ni kulala ukiwa mkono umeweka chini ya kichwa. Wewe unalala zako ila mkono umeweka chini ya nini? Chini ya kichwa. Sasa
Hii inasukuma neva zako za shingo, sawa, pamoja na bega upande wa chini na kuharibu mtiririko mzuri wa uti wa mgongo. Unaona? Zile neva ambazo zinakuwa ziko upande wa shingo na bega zinashuka kwa chini na zinaharibu mtiririko wako mzuri wa uti wa mgongo. Lakini pia zinaharibu hata mzunguko wa damu, kwa sababu unapokuwa umeweka mkono wako chini ya kichwa, kuna mishipa ya damu unaikandamiza pale, kwa hiyo circulation ya damu yako inakuwa sio nzuri. No. Kwa hivyo ukiwa unalala hivyo kwa muda mrefu, inaweza kukuletea shida hizo za mgongo na kiuno. Lakini mtindo wa 4 ni kulala chali, kifo cha mende. Wewe kilo kingia kitandani ni chali, kifo cha mende. Hii staili inayumbisha mgongo, ndugu yangu, unaona, na inaweza kusababisha diski kusagika, unaona. Kwa hivyo tunashauri kwamba lala katika mtindo wowote, lakini jitahidi kuna badilisha mitindo kila inapofika usiku. Usiwe wewe ukilala chali ndio hiyo sasa mpaka asubuhi. Ukilala kifudifudi ndio hiyo sasa mpaka asubuhi. Mara siku 7 za wiki, mara siku 30 za mwezi, mara siku 365 za nini? Za mwaka. Ndugu yangu, mara miaka 3. Mloganzila inakuhusu. Benjamin Mkapa inakuhusu. Muhimbili inakuhusu. KCMC inakuhusu. Waende kukupiga hayo CT scan, waende kupiga hayo MRI, waende kupiga hizo x-ray kuangalia uti wako wa mgongo ukoje. Na watakwambia pingili zimesagika, pingili ule hamna, pingili zimebebana kwa sababu ya mitindo zako mibaya ya kulala. Sasa nimeshakufundisha. Ichukue hii, fanya mabadiliko haraka sana iwezekanavyo ya ulalaji, na hii itakusaidia kuokoa magharama makubwa sana ya matibabu ambayo unaweza ukayapata huko mbele. Kama umeelewa nilichokufundisha, gonga like hapo, share video hii ili na wengine wajifunze. Utakuwa umetisha sana.